have to take it by force. Because the kingdom of God is fought. I know we had this in the morning. That the kingdom of God is fought. And therefore, because the kingdom of God is in you, huwezi kuepukana na kupigwa na kupingwa. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible inasema ya kwamba kutoka wakati wa John the Baptist mpaka wale, na tunajua ya kwamba John the Baptist alikuwa mighty man, because John the Baptist ndiye aliyetuelezea kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Bwana Yesu, he was a forerunner wa kutuambia kwamba ufalme unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So John was a forerunner and he was a mighty man. He knew, he spoke about Jesus. But we know that concerning John, alikuja and he died like a martyr, sawa, because he carried a revelation ambayo haikuwa na watu wengi by then. And therefore, wakati alikuwa anaongelelea kuhusu the kingdom of God, he prepared people na akawaambia kwamba repent, for the kingdom of God is at hand. Alikuwa wakwanza kuambia watu watubu. And that's why when Jesus came, aliendelea na hiyo gospel ya kuwaambia watu ya kwamba wakaweze kutubu, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua the Bible ina rekodi ya kwamba katika Yesu, Mungu anasema ya kwamba in the book of Luke 12:32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha ya Baba kutupatia ufalme, kutupatia mamlaka, hata kama iko na upinzani mkubwa aje. Ni furaha ya Baba kutupatia huo ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Na kama inasema kutoka wakati wa John the Baptist mpaka saa hii ufalme wa Mungu ni wa kupigania. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha ya kwamba because the kingdom is in us, because Yesu ako ndani yetu, because mamlaka iko ndani yetu, lazima tukue apologetic, lazima tuweze kuitetea, lazima tuweze kupigania ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndiko tunafika tunashindwa, because tunafail kuelewa position yetu kama watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kile ambacho tumepatiwa, kitu cha udhamana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nikifika hapo na ningetaka tuweze kuangalia, ukiangalia on your own time in the book of Matthew chapter 13, you will see how the kingdom of God is likened. Singeweza kurecord everything, but you'll be able to see that the kingdom of God is likened by so many things. But the thing that I want to start with is that the kingdom of God imeliganishwa na net. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ukisoma katika Matthew chapter 13, singeweza kurecord yote, utaona ya kwamba in the book of Matthew 13 from verse 47, inasema ya kwamba ufalme wa Mungu umeliganishwa na net ambayo ilienda ikawekwa katika maji, katika sea. Na wakati iliwekwa katika huko kwa sea, Biblia inasema ya kwamba iliokota kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. I think there was a time I remember I listened to Apostle Kimani akisema ya kwamba in the church you find different people, types of people. Na akasema ya kwamba you may find somebody ako katika kanisa letu ama lenu, na unakuta ya kwamba yule mtu anabehave ni kama si mwokovu. Na akasema ya kwamba wakati tunaenda kufish huko nje, unakuta ya kwamba like a net, utachukua vitu za aina mingi, sawa. And therefore even in the church you'll be able to find watu ambao sisemi hawajaokoka, lakini wako tu hawajielewi, though their time comes ambao wanajielewa. Bwana Yesu asifiwe. And therefore when a net imewekwa katika mto, unakuta ya kwamba inaokota kila aina fish, inaokota chura, inaokota vitu zingine mingi. Na Yesu alikuwa analiganisha ufalme kama vile. Bwana Yesu asifiwe. And that's why when it reaches here, unakuta ya kwamba tumejawa na kama Wakristo na a lot of judgmental in the kingdom. Lakini unaangalia huyu unasema haya, hapana, huyu hafai hata kuwa mahali hapa, hafai kuwa katika hili kanisa, hapana. But wacha nikwambie about God to judge. Bwana Yesu asifiwe. So katika kingdom utakuta ya kwamba watu watakuwa wamemea pamoja, watu watakuwa hata wanyama utakuta wako katika net.
ya fish. Kwa hivyo katika kanisa utakuta ya kwamba kuna watu aina mingi wamechanganyikana. That's how the kingdom of God is. Lakini the time is coming ambayo Mungu mwenyewe anasema wakati zile fish zimeshikwa na zimewekwa pale katika sisho, unakuta ya kwamba wanaanza kuondoa ile mzuri na ile mbaya. Hallelujah. That's the same case that will happen to us who are in the kingdom of God. Maybe there's that person who got in. Like Biblia inatuambia ya kwamba katika ile text ambayo tumesoma ya kwamba watu watakuwa wamekuja asubuhi, wengine saa 7, wengine jioni, lakini Biblia inasema ya kwamba kuna wengine ambao watakuwa wamefika jioni ama watakuwa wameingia late na waweze kuingia, ama kuna wenye walikuwa nyuma sana na waweze kuingia kabla ya wale ambao waliingia kitabu. Mystery of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo hiyo inatuambia aje, when we are in the kingdom of God lazima tujiangalie vizuri venye tunaishi. Praise the Lord. Mienendo yetu lazima tuiangalie, because tunaweza kuwa tunajiambia sisi tuliokoka kitabu na unajipiga kifua ukisemanga ya kwamba wewe ndio utafika pale mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini it's called for us to lead a holy life. Praise the Lord. Because the Bible inasema ya kwamba without holiness we cannot please God. Bwana Yesu asifiwe. So in order to reach to that eternal life ambayo iko after we are tumetoka katika hii dunia, we have to lead a holy life, maisha ambayo ni ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Because I'm looking to that day ambao tutakuwa tumesimama mbele ya Bwana, tunaitwa majina. Unaitwa jina yako, una expect ya kwamba uko hapo, unakuta ya kwamba hauko kwa kile kitabu cha uzima. Why? Because you got born again. Lakini venye tumesema from the John the Baptist, the kingdom of God suffered violence and the violent take it by force. Wewe ulirelax, ukakosa kuchukua cha nguvu, ukakosa kuifanyia kazi, ukakosa kutetea wokovu wako kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ukachukua for granted, ukasema juu nasikia so and so ana behave hivyo na ni wa kanisa, hata mimi nita behave tu kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. So and so anafanyaga hivyo na anaenda kanisa. Kanisa is not the judgment seat of God. Bwana Yesu asifiwe. This is not the judgment seat of God. The judgment seat of God is coming, where each and everyone go before the Lord. We shall bow before the Lord and give an account of what we did katika this kingdom. What we did. Bwana Yesu asifiwe. Whether good or bad, we shall give an account. And the Bible records that we shall give even an account of every idle word we ever spoke. So it's high time we take the kingdom of God with a seriousness, with a lot of weight, because it's very real. I say it's not visible, but it's very real. It's the way you do not misbehave when the king of the nation is here. The same case we are not supposed to misbehave. Because unajua mimi ni kingdom iko ndani yangu, si ndio? Utawala uko ndani yangu, ufalme uko ndani yangu, Yesu ako ndani yangu. So I need to take care of this person. Hallelujah. Praise the Lord. And also in the Matthew chapter 25, inaongelea about the virgins. I know that story, you know about it. It's not going into detail because we are talking about the kingdom. Na unasikia those 10 virgins. There are those who are prepared, there are those who are not prepared. Bwana Yesu asifiwe. They were in the same church. They were in the same denomination. They were in the same congregation. But there are some who are not prepared. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And therefore Biblia inasema ya kwamba before mfalme, I mean the muhikania, the whatever, the bridegroom aingie, wengine walijikuta ya kwamba hawakuwa na mafuta, and therefore they had to run for the oil. Na Biblia inasema ya kwamba by the time walikimbia kwenda kuangalia yale mafuta, ukakuta ya kwamba where the bridegroom alikuwa already ashafika, na kwa hivyo akafungiwa nje, because the Lord is the door, he is the gate. Bwana Yesu asifiwe. So they were not able to enter, hawakuweza kuingia. And that's how the kingdom of God is. Maybe you have been church, you are busy. I don't want to say for nothing, but you are busy for nothing. Unajikuta kwamba unafanya tu, lakini you are not serious with what you are carrying
Bwana Yesu asifiwe. You are not apologetic, you are not defending what you are carrying, you are not exercising the authority that the Lord has bestowed upon you, but you are taking it for granted. Utakuta kwamba by that time wakati the bridegroom anaingia, you are too busy doing other things. Bwana Yesu asifiwe. And therefore unakuta ya kwamba watu wengine wakifika, wewe utakuwa umebaki nyuma, na unakuta kwamba Biblia inasema waliokuwa bali wenye waliokoka kama jana na wakachukua the kingdom of God with a lot of seriousness, wakachukua na ukali, wakaipigania, wakaitetea. Unakuta kwamba wanafika na unaanza kujiuliza hapa nani walikuwa wanauliza, na huyu hawa wameingia tu saa hii, mbona tunapewa the same. Wewe unabaki pale ukinugunika, lakini kitabu unugunike already washapata, washaikia. Bwana Yesu asifiwe. So kuna message huu wokovu ambao tumeokoka si wa kubeba na mzaha. Bwana Yesu asifiwe. Si wa kubeba na mchezo, because we have been given kile kitu ambacho tunataka katika ufalme. We have been given that package. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni vyema tubebe na weight. So unakuta ya kwamba katika hao virgin tunaambiwa ya kwamba you have to remain vigilant. Lazima utetee kile ambacho kimewekwa ndani yako. Si kwenda tu hivyo ovyo tu kama mtu hajielewi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini at this age time, if you want to start, lazima tusimame na tusimamie wokovu wetu. Lazima tusimamie kingdom yetu ambao tuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. We have to be truthful with ourselves first. Because Jeremiah anasema kwamba the heart of man is deceitful. The heart of man is deceitful. So we have to keep on examining our heart to know whether we are right. Tusihataganyane. We know whether we are right, whether we are walking rightly before God. So we have to be prepared. Come on, these 5 virgins, they were prepared, but for the other 5, they were not prepared. So we are supposed to be prepared all the time, because the Bible says you don't know the hour, or who knows? We don't know. We don't know. So we ought to be prepared all the time. Another thing concerning that parable, we are supposed to be spiritually filled. Be awakened in the spirit. Have the spirit of discernment. Know what you are ought to say at what time. Know where you are supposed to go. Know whom you are supposed to associate yourself with. Praise the Lord. Is it not recorded in the Bible? Ya kwamba kama ni mkono itakukosesha kuingia katika ufalme, ni heri ikato uingie bila mkono. That's why it comes in. Know who you are associating yourself with. Know what you are doing when you are alone. Bwana Yesu asifiwe. Jua unafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Let your spirit be filled with oil of the Holy Spirit. Hallelujah. Na utakuta kwamba hatutajikua, hatutakosea Mungu. Hallelujah. And also there's another parable of the sower ambaye alipanda, inasema ya kwamba alipanda seed. Wakati alipanda a mustard seed. And you know a mustard seed is a very small seed. Na wakati alipanda, Biblia inasema ya kwamba ilikuwa na ikaweza kukua mti mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. And when I was studying about this, nikaona ya kwamba our salvation, our kingdom may start small, but God expects us to grow to a big tree. Bwana Yesu asifiwe. We grow, we mature up. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kukunywa maziwa miaka yote. Tuanze kukula ugali, tuanze kukula chakula gumu, tuanze kukula mifupa, na tukifika hapa hatutakuwa tunakwazika na kukwazana ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Because you have gotten the stamina, because we have started from a small seed, and we continue growing in the word of God. We mature up, and unafika ya kwamba kanisa litafika mahali ya kwamba watu watakuwa na ile heshima. Bwana Yesu asifiwe. Nimerealize ya kwamba hata kanisa tunasema ni kubwa, watu wanakwazananga huko mpaka nashindwa, when shall we ever mature in the word of God? Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Biblia inasema kwamba watoto wa giza wako na hekima kuliko watoto wa mwangaza, watoto wa nuru.
because unakuta kwamba kwa club watu wanaheshimiana sana, wanabaiana kile wanabaiana, lakini when you come to the children of God unakuta kwamba ile mwangaza which you are supposed to be the light of the world is no longer there. Bwana Yesu asifiwe. But my prayer is that lile neno tunalisoma likaweza kukolea ndani ya maisha yetu, we become the kingdom, we become that kingdom that people will come and take refuge in us, because tunakuta ya kwamba katika huu mti Biblia inasema ya kwamba nyoni, the birds could come na wanajificha mahali pale, wanakuja wanakaa mahali pale, because it has grown to a big tree. And therefore it's my heart desire is, even as this word, ya kwamba tukaweza kukubali kuweza kukua. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta ya kwamba another sower anasema ya kwamba unakuta ya kwamba wheat iliweza kugrow pamoja pia na magugu. I think that's in Matthew 13:24. Unakuta magugu ikameania na tulikuwa tumeongea hapo katika mambo ya the net, the kingdom of God. Yesu alikuwa anapeana hii mfano akilinganisha ufalme wa mbingu, ya kwamba the wheat and the tares zinamea pamoja, lakini the time is coming when they are being separated. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu atusaidie, if we are planted to be a wheat, continue being a wheat to the end. Bwana Yesu asifiwe. Because the enemy, that's why I said we be vigilant, because the enemy atakuwa huko nje anakuja kukupanda mambo ambayo haistahili, na therefore ni vyema tusimame imara ndiposa tukaweza kuwa na ushindi mwishowe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nasikia nataka kurukaruka kiasi because our time is fast spent. Praise the Lord. Therefore kuna mambo ambayo entail the kingdom. Jambo la kwanza, in the kingdom there are so many promises. Nasikianga tukiambiwa ni around 7,000, even around 7,000, na inasemekana kwamba every day in 365 days of the year there is a promise for the day. Bwana Yesu asifiwe. And that's why our apostle was asking us in the morning that we be having many scriptures kwa moyo, that we may be able to apply it kwa wakati ambao unaostahili. Bwana Yesu asifiwe. When you have got temptation, you'll be able to apply the word of God kulingana na hiyo jaribio ambayo imekupata. And therefore you find that in the kingdom ambao tumeko ndani yake there are so many promises ambazo Mungu ameweza kutupromisia. Let's go to the book of 2 Corinthians chapter 1 and verse 20. Chapter 1 verse 20. For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. Bwana Yesu asifiwe. So katika the kingdom that about tuko ndani yake there are so many promises. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Umekosa school fees, kuna promise ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema that I will not leave you nor forsake you. Praise the Lord. I will not put you to shame. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama aibu inakuja ikifanya kama inapuliza hizo vitu, unaambia Mungu ya kwamba Mungu sitaaibika. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama na ahadi za Bwana, because you are a child of the kingdom. You have got dominion. Uko na mamlaka, na mamlaka tulirudishiwa. Ile ilipotea katika shamba la Edeni, tulirudishiwa. You have got mamlaka ndani ya maisha yetu, and therefore claim your promises as a child of God, and the Lord is going to grant us. Because the promises of God are yes and amen, to the glory of God through us. When God anatuhitimizia ahadi zake ndani ya maisha yetu, inaleta utukufu kwa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Mungu linatukuka. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wakati watoto wako wamefukuzwa shule, umeliitia jina la Mungu na umesimama na promises za Bwana na umeweza, Mungu ametumana wamerudi shule, uko na jambo ya kumshukuru Bwana, si ni kweli? Unaambia Mungu ni asante na unampa Mungu utukufu. Kwa hivyo utukufu wa Mungu unaonekana ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu ni mgonjwa, unamwombea na usimama na ahadi za
uponyaji wa ugonjwa, unakuta Mungu anapomponya unasimama na unasema ya kwamba Mungu umeahidi hii na hii na ile ingine, ya kwamba wewe ndiye mponyaji wetu. Through the stripes of Jesus we are healed. When you declare that word na inatimiza juu ya maisha ya huyo mgonjwa, kuna kutukuzwa kwa Mungu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hata hapo nakuta ya Bwana ya kwamba Mungu anatukuzwa ndani ya maisha yetu, kwa sababu the promises of God, they are yes and amen. In him, amen. Unto the glory of God by us. Kwa hivyo kuna kule kupewa Mungu utukufu. Kuna kule hata Mungu mwenyewe anafurahia na sisi watoto wake wakati tunafanya mambo ambayo inamtukuza yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati tunaishi maisha ya kushindwa, maisha ya kuchekelewa, Mungu hapokei ule utukufu. Bwana Yesu asifiwe. And the reason is why we are not starting with the promises of God. So it's high time kama Wakristo, kama watu ambao wanajua kwamba tumepewa mamlaka, tumepewa ushindi, tumepewa ahadi za Bwana, tusimame na ukweli wa neno la Bwana na Bwana anatenda. Bwana Yesu asifiwe. So in the kingdom kuna provision. Hallelujah. Praise the Lord. Because the Biblia inasema kwamba katika Philippians chapter 4 verse 19. Jaribu kuruka. Chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse 19. The Bible says, and my God, this Paul who is saying, kulingana na watu wa Philippians ambao walikuwa wamemsupplyia vitu, na akasema ya kwamba, and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Our God is rich. Bwana Yesu asifiwe. So when we come on him, when we align ourselves with his perfect will, he is going to provide unto us, because he knows that when he provide unto us, itakuwa na utukufu kwake. Bwana Yesu asifiwe. And my God shall supply all. And when the word of God says all, it means all. Bwana Yesu asifiwe. Do you have a need you want God to supply this morning or this afternoon? The Lord is going to supply. Bwana Yesu asifiwe. So long as it says, kuna place yetu kama watoto wa Mungu na kuna place ya God. Sawa sawa. Because already God ametuandikia katika neno lake all the promises, na ametuachia tuweze kusoma, and when we read them we apply. Application is our part. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hata ukiwa shule kuna venye unasoma alafu naambiwa ufanye assignment na ufanye applications hizo zote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini for those who are lazy, they don't do that, na eventually wanaepuka kuanguka mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But for those who are zealous, ambao wanabeba hiyo kazi na uzito, wanaweza kuepuka kuwa washindi. Lakini unakuta ya kwamba watu wengi wamekuwa lazy even katika ufalme wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. And that's why you'll find many people will complain concerning others. Even before we come to the end, pale mwisho, utakuta ya kwamba kuna watu still hata saa hii who complain ya kwamba kuna watu wanapendekezwa na Mungu. Why? Because they are zealous in the work of God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada mmoja alitusomea katika kitabu cha Jeremiah 48:10. I will never forget about it. Na akatupia, and nowadays I don't see her. Atukulaaniwa ni mwenye anafanya kazi ya Mungu na ulegevu. Bwana Yesu asifiwe. Kulaaniwa ni mwenye anafanya kazi ya Mungu na ulegevu. Kwa hivyo tuamke tuweze kufanyia Mungu, ndiposa tuweze kujialign na promises zake, na kutakuwa na provision ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata in the kingdom there is patience. Kuna kule kutulia, because hata mpanzi anapopanda mbegu haendi kesho kwenda kuvuna. Sawa sawa. Lazima unavumilia, unapalilia, unangojea ikaweza kumea. Na kwa hivyo wakati inamea inafika wakati inazaa, na kuna zile tunangojea zikaweza kukauka ndio ukaweza kuvuna. Si kweli? So same case, there is patience katika this kingdom ambao Mungu ametuitia. Hallelujah. Be patient. Maybe things are not moving the way you'd want. If at all you are aligned yourself with the will of God and with the word of God, be patient. Wait on God. He will come at the appointed time. Atakuja, atakuinua, atakutetea. Bwana Yesu asifiwe.
Even me, kuna maybe mambo nimengojea Mungu afanye na bado naona hajafanya, but what can I do? Si ni ku remain too patient. Lazima to remain patient na kumweza kumngojea Bwana akaweza kutenda, because even when you understand about the creation, unakuta kwamba Mungu alienda step by step kuumba vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Aliumba siku ya kwanza, akaumba hiki, hakufanya matokothanio, hakuchanganyikiwa, lakini alikuwa patient. Akaanza na siku ya kwanza, akaenda ya pili, akaenda ya tatu, akaenda ya nne, akaenda ya tano, mpaka akafika ya sita. Haleluya. Would you imagine kama mwanadamu angeumbwa siku ya kwanza, sijui angepata nini? Angepata giza, angepata madhogodhanio, angepata mambo iko na confusion. But God was patient with creation, and therefore he had to create the man the last, that he may be able to enjoy what he had created. And that's why he gave him dominion, even to name the animals, to name kila kitu, akapewa yale mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. But you not have been given the mamlaka before the things were, hakuna vitu ziko katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kungekuwa na vitu kwa dunia, ndiposa wakati mwanadamu anaingia, hata yeye anasikia kweli kuna jukumu amepewa na Mungu. Na hata kama alifeli, Yesu alikuja na akaweza kuturudishia ile dominion ambayo alikuwa amepea mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. And also unaangalia katika the book of Galatians chapter 5 verse 22, we understand that there is a fruit ambayo ni ya patience. Sawa sawa. So we need to be patient as we walk in this kingdom. Be patient. Ngojea Mungu. Jipeane kwa Mungu. Huwezi harakisha Mungu. So at his appointed time atakuja na atatenda kile ambacho umemngojea akaweza kuja. Kama ni kuinua kanisa, anakuja na analinua kanisa. Kama ni kutubariki individually, anakuja na anakubariki na anakupeleka ile level ambayo unataka kufika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So be patient wherever you are. Wait on God. Na Bwana atatenda mazuri. Wakati Mungu alimaliza kuumba, Biblia inasema kwamba and he looked and said it is good. Praise the Lord. Hallelujah. So when God comes, and even if it will take how long, you'll be able to stand and say, this is God's doing. It's marvelous at our eyes. And it is very good. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho umegojea kwa muda mrefu, Bwana Yesu asifiwe, akikuja atatenda. Hautasema ni nguvu zako. Because it's not by power, not by might, not by our own strength, but by the power of the Holy Spirit. You'll be able to say, it is good. Praise the Lord. Because it's the Lord who have prepared it, it's the Lord who have answered your prayer, and it's the Lord who have given you the answer. Something else in about praise. The kingdom of God entails praise. Wakati nilikuwa najiuliza mambo ya praise, unakuta ya kwamba instead of we be people who are praising, you find that most of the time we are complaining. Si ni kweli? But God is not pleased with us. He says that he pleases to give us the kingdom. So he is also happy when he sees us praising him in that kingdom. Hallelujah. And you know, the kingdom of God, the Bible says, it's not a matter of eating and drinking. Si ni kweli? Si kukula na kukunywa, lakini ni furaha ndani ya nani? Ya Mungu. So hata kama hukuli, literally let me take it this way. Hata kama hakuna chakula, mtukuze Mungu. Because the kingdom of God is not what? Eating and drinking. Hallelujah. Lakini ni ya furaha katika Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu atusaidie, because we are in the kingdom, tuweze kufurahia kila wakati. Hata kama mambo inakufanya uhuzunike, hata kama mambo inakuinamisha moyo, hata kama mambo inakughadhibisha, hata kama mambo inakufanya usikie kama hujaokoka. You know, there are sometimes things ambazo zina happen, unajiangalia, am I really born again? Bwana Yesu asifiwe. Let us rejoice even in those low moments ambao unajishindwa uko wapi. Let us praise God. Bwana Yesu asifiwe. Because the word inasema kwamba he dwells in the praises of his people. So if you are not praising, the Lord is not there. Bwana asifiwe. So if you are saddened, if you are making noise, if you are complaining, for sure the Lord is not there, because he inhabits
the praises of his people. So if you want God to inhabit you, Bwana asifiwe, be a person who is praising. Are you a praise and worship member? No. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anataka praises they are not for those who are praise and worshipers. Lakini it's for each and every one of us. We be a people who are praising, who are worshiping God. And let us read in the book of Psalm 22 verse 3 as I wind up. Psalm 22 verse 23 as I usher in our apostle. But you are holy, enthroned in the praise of Israel. Can you give me NIV? NIV? Isaiah saying, Apostle, my God, I cry out by day, but verse 3. And then, verse 3 of Psalm 22. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. Bwana Yesu asifiwe. So I don't know which person is this, but the Lord inhabits the praises of his people. Bwana Yesu asifiwe. So within the course of this week, wacha tukue na ile moyo ambayo ni wa kumshukuru Mungu na tukaweze kuamini Mungu ya kwamba ata meet us because he's going to fulfill the promises ambazo ametuahidia, and also believe that he's going to provide all your needs because he's the Lord who supplies all our needs according to the riches which is in glory by Jesus Christ. And also be patient waiting upon him, na kile hajafanya muamini ya kwamba atakuja kukifanya, na ukuwe na mtu wa kumsifu Bwana. But downline ya kwamba he is the gate, he is the door, we have to go through him. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia through Yesu, and narrow is the gate, ambao ni ya kuingia katika uzima, Mungu ataweza kukubariki na Mungu ataweza kukuinua. God bless us.